abagusi Global Radio asenge ncho yobasemia inde tonyaka batogo serio butaka seitogusi na inche kurwali kero kankuru kweli asmabiriani gontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi etabauti gakinero nche mono konyeruka abagusi Global Radio mbuya muna sega siengia to kwanyarane to serio butaka gusi yeito yali konyarikana gaki timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga ngontegerete abagusi Global Radio. Nchutwensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asoboamo. Ndorwara ndobwena kero kiombura twarwara kero kiomuna kera. Twensi tutochamo iga ase abagusi Global Radio ambiamono. Okay, imotegerete abagusi Global Radio abantu baminto murwara corona. Nebo kara America. Inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato murubo gosambo bokima nesuguma tori obokimekeni karibu emotegerete abagusi Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza abagusi Global Radio. Ande takapondigia Abako nyora senambeye 0722282631 Janet. Kusene ko korbo song usukuni korun senendeons what smartphone just Google koniga mindendwe burunge mogo komu ya nanyora aso wanchani wao mwanjwa umuligereri naendo motegereri we radio ya ito ya abagusi Global asamalia tangoro kwa Dickson Obure endera kuligirire ito ya abagusi Global Radio na boigo o subscribe matera My story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana webugetutu Videlis Omengo Mochoge kila siku ya wiki ndani ya story yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My story yangu tukobotani abagusi benzi ensengima imena isiko ya Kenya umena amona barali bawo buna Denis Zadok Edwin Mukaya Videlis Omingo Mochoge Jeremiah Orina Ontiri Alvazad Nyabuto imeabagusi Global Radio. Magazeti yetu hii leo. La kwangu ni Edwin Mukaya. Nami ni Masion Tita. Tuungane na leo niko na gazeti la Taifa Leo. Kurasa wa kwanza gazeti la The Standard hapa tunaangazia Inside One Kenya's Power Plan for 2022. Kwamba muungano ambayo unaendelea kusukwa pale unaojumuisha vyama vinne ambao wengine walikuwa ni wale wafuasi wa NASA ama vinara wa NASA ama vigogo wa NASA ambao wamejitoa pale. Sasa hivi wanataka kuanza muungano mwingine ili uweze kunyakua uongozi. Hiyo ndo mada kuu zaidi ama ndo mada kuu kwenye gazeti hili la The Standard. Vile vile ukurasa wa 3 tunaenda kuangazia kuhusiana na zile kit za kupima virusi vya ugonjwa wa COVID-19 ambavyo vimepungua sana nchini, na vile vile ukurasa wa 7 tunaenda kuangazia yule chancellor ama naibu chancellor wa chuo kikuu cha Nairobi ambaye alisema kwamba kidogo marekebisho aliyoyafanya hayastahili, kwamba Magoha lazima angekubali ndio yafanyike, kwamba yale yalikuwa tu ni ya chuo hicho. Kurasa wa 10 vile vile tunaenda kuangazia kifo cha wale watu 15 ambao 13 waliweza kuteketezwa hadi kutotambulika katika maeneo ya Siaya kutokana na tank moja ambalo liweza kuexplode. Kwa hivyo relatives wameweza kujitokeza zaidi ili waweze kupimwa DNA angawaje waweze kutambua miili ya watu wa kwao. Vile vile tunaona
ukurasa wa 24 tuende kuangazia umoja ambao sasa hivi unaendelea kupigana na ule umoja wa Mlembe Nation. Yote tunaenda kuangazia ukurasa huo wa 24. Ndio hayo kidogo kwenye ukurasa huu wa kwanza wa gazeti la The Standard. Na ukurasa wa kwanza gazeti la Taifa Leo, taarifa kuu pale naona kwamba ni kama Uhuru anaenjoy NASA kulingana na seneta Mutula Kilonzo Junior. Vile vile hayo tutasoma kwenye ukurasa wa pili. Vile vile kuna taarifa pale kuhusiana na naibu gavana kule Mombasa anajulikana kama William Kingi kujitosa kungangania kiti cha ugavana kule Mombasa. Yote hayo tutasoma kwenye ukurasa wa 4 na kwenye dondoo pale naona kwamba kuna mama mmoja na binti ambaye wanangangania mume mmoja. Sasa sijui maoni ya wenzangu yatakuwa vipi, lakini tukifika pale tutajua. Na vile vile kwenye ukurasa wa 16 baadaye tunajua kwamba Olimpiki zinaanza hivi karibuni kule nchini Tokyo, Japan, na ni kama kwamba ugonjwa wa COVID na joto kali ambalo liko kule ni kama linaleta shida sana katika zile Olimpiki. Na pengine tunaangazia ukurasa wa 3 hapa gazeti la The Standard, naenda kuangazia kuhusiana na COVID-19 test kits ambazo zinaonekana kupungua zaidi nchini Kenya. Haswa kwa mfano kuna county ya Trans Nzoia ambayo ni one of the 13 counties in Western and Nyanza region ambazo sasa hivi kufikia siku ya Jumapili kulikuwa na 130 testing kits peke yake. Na vile vile tunajua kwamba nchi ya Kenya inazidi kupigana na ugonjwa huu wa corona ambao unahatarisha maisha ya watu wengi zaidi. Lakini sasa kuhusiana na ukosefu ama upungufu wa testing kits hizi inaonyesha kwamba kidogo ile pigo ama ile vita ambayo Kenya inapigana na corona kidogo imeweza kulemazwa. Na kuhusiana na mmoja katika Health Ministry ambaye aliweza kunong'onezea The Standard, aliweza kusema kwamba hizo kits zipo, ziliweza kuja nchini lakini bado ziko held, zimefungiwa pale Port of Mombasa, na sababu ya kufungiwa ni ipi ama hawajaijua ni ipi. Vile vile kulingana na Medical Research Institute ama KEMRI, kuna naibu mkurugenzi Matilu Mwau aliweza kusema kwamba ukiangazia watu ambao wana vipimo hivi ama ambao wanapimwa sasa hivi ni wachache zaidi kulingana na nyakati za nyuma hapa. Kwa hivyo pengine kuna wengi ambao wanatakiwa kupimwa lakini hawawezi. Vile vile kuna zile hospitali za serikali pamoja za kibinafsi wanasema kwamba kidogo testing kits hazipo, na watu wanaendelea kulalamikia serikali wakisema kwamba kwa hivyo hamna haja ya kupigana na ugonjwa wa corona, hakuna haja ya curfew, manake ikiwa testing kits hazipo, kwa hivyo hiyo fight against coronavirus bado imeweza kulemazwa. Kurasa wa 4 nitaangazia vile vile hapa tunaangazia Lake Turkana. Lake Turkana iliweza kuhofiwa kwamba maji yale yameweza kupungua na pengine huenda ikakauka, lakini pengine ni kutokana na ile series of hydroelectric dams ambazo ziliweza kujengwa on the main tributary ya lake hii ambayo ni Omo River. Lakini kuhusiana na ripoti ambayo iliweza kutolewa na United Nations Environment Program ama UNEP, waliweza kusema kwamba kidogo maji haya huu msimu yanaweza kuongezeka zaidi kwa miaka 20 ijayo, na vile vile kunaweza kuwa na floods ambalo ni jambo kidogo linatia nguvu, manake watu walikuwa wametamauka mioyo kwamba kidogo ile lake inaweza kuwa haipo tena. Vile vile kwenye ukurasa huu tunaenda kuangazia wanafunzi 45,000
ambao wanaenda kukosa one scholarship as list is released. Kuna ile scholarship ambayo ilikuwa inaitwa ni Elim Scholarship Program ambayo wanafunzi wangepata hasa wale ambao wana maki 280 na juu zaidi. Scholarship hii ingeweza kuwasaidia kusoma bila kulipa, na vile vile wanapewa wenye wamefanikiwa watapewa learning materials, personal effects kwa miaka 4 yote ama miaka yote ambayo watakuwa katika shule za. Hivyo baadhi ya watu ambao waliweza kuapply ni watu 54,000 na 1, lakini 54,000, lakini bado tunaona kwamba watu 45,000 hawakuweza kubahatika kupata nafasi hizo. Pengine tuongeze ukurasa wa 2, 3, ukurasa ama gazeti la Taifa Leo. Na kwenye ukurasa wa 2 pale tunaona kwamba Senator Mutula Kilonzo Jr. ameanza kutoa vitisho kwamba ni kama Uhuru anaenjoy muungano wa NASA, kwa sababu anasema ni kama kwamba ako tu na Raila pale, huku akimpa wakati naibu rais wake William Ruto kuendelea kupiga kampeni za kujulisha watu kuhusiana na kile chama chake cha United Democratic Alliance, akisema kwamba by the way aliyesema haya jana baada ya mkutano pamoja na vinara wa One Kenya Alliance ambao ni Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, Gideon Moi pamoja na Kalonzo Musyoka hapo jana, ambapo walikuwa wanazungumzia mambo kadhaa ikiwemo pia kuangalia ni nani ambaye atapeperusha bendera ya chama hicho. Ila jana kulingana na ripoti ambayo ilikuwa imefanywa uchunguzi, ripoti ile ilikuwa imemteua Musalia Mudavadi ambaye ni kinara wa chama cha Amani National Congress kuwa atakayepeperusha bendera, lakini kufika pale kwenye mkutano Kalonzo akasema hapana, tulipokuwa NASA tulikubaliana kwamba mimi ndio nitakuwa next wakati wa kupeperusha bendera. Sasa hakukuwa na makubaliano pale, lakini sijui unaona kwa sasa One Kenya Alliance ina mshiko wote nchini Kenya. One Kenya Alliance manake wamekuja wote 4. Pengine inaweza sema kwamba inaweza kuwa na mshiko manake hivi ni vichwa 4. Hizi ni 3 ama 4 communities zimekuja pamoja. Kwa hivyo kuna ule uzito kidogo, na vile vile itakuwa ni pigo kwa kwa kinara wa ODM. Litakuwa pigo la kwake, lakini kwa sasa tuseme tuna miungano mitatu ama vyama vitatu kwa mfano tu. Tuseme kuna ODM, kuna UDA na kuna One Kenya Alliance. Nafikiria One Kenya Alliance inaweza ikashinda uchaguzi. Pengine najua kuna mwaka moja, na kwa siasa mwaka ni a longer period. Kwa sasa tu uchaguzi ufanyike leo. Bado kivyangu naona bado manake ukiangazia Mudavadi kidogo, Kalonzo, Wetangula, Gideon Moi bado tunasema kwamba game yao iko chini kidogo. Hawana umaarufu zaidi. Hawana ule umaarufu zaidi. Lakini wanajulikana kisiasa. Wanajulikana kidogo. Unajua siasa wanajulikana sana, lakini hawana ile persuasion. Unajua kwa siasa kuna ule kujulikana. Okay, unaweza julikana sana lakini you're not influential. Unaweza chukua zile kura, unaweza ambia watu nipe kura wakupatie, unaona. Naam, kwa hivyo kura zikipigwa kwa maana yangu zikipigwa sasa hivi pengine UDA yaweza kuwa pale juu kidogo, ikifuatiwa pale na muungano wa handshake pale. Ndiposa by the end Senator Mutula Kilonzo anasema ile handshake ni kama inapoteza NASA. Waache NASA ijipange, wakisema kwamba sasa wanaanza rasmi kutoka kwenye muungano ule wa NASA ndipo watengeneze ule muungano wa One Kenya Alliance. Hayo ndio yako kwenye ukurasa wa kwanza, pamoja na machifu ambao inasemekana kwamba walipora mabilioni ya COVID. Kumbuka kwamba kulikuwa na story fulani ilifanywa kuhusiana na COVID-19, millionaires ama billionaires. Na pale walisema kwamba watu wengi zaidi ambao ni wale ambao walikuwa wanapokea zile pesa hawakupeana kwa wale watu ambao walikuwa wanazihitaji. Kumbuka kwamba msaada ulikuwa unatolewa kwa wale watu wachochole kabisa ambao hawana uwezo wakati wa corona. Semekana kwamba baada ya pesa zile kuingia kwenye mifuko ya machifu wakishirikiana na watu wengine, pesa hizo zilipotea. Ni sawa by the way na wakati ambapo kuna wakimbizi walikuwa wanapewa pesa. Unakumbuka? Alafu pesa zile
wengine wakapewa pesa kidogo, wengine wanakuja wanaandikisha mabwana zao na watoto wao na kila mtu. Sasa unashangaa. Na hii ni Kenya. Lakini kawaida unajua zile hela uzipokeazo ama uzipokeapo wakati kama ule wengine waendelea kulia haziwezi kukufaidi lolote. Mwanzo zinaweza kukuletea laana, manake zilikuwa ni za wale wakimbizi, sio? Wewe si mkimbizi, ulikuwa kwenu, ulikuwa unakula vizuri, kuna wale ambao waliwao wenzao wakauawa. Kwa hivyo ile kilio bado itazidi kukuandama. Anyway, ukurasa pale wa pili ukipata gazeti la Taifa Leo, kuna miili zaidi ya 400 kule kwenye hospitali kuu ya Kenyatta ambayo itazikwa baada ya wenyewe kutojitokeza kuchukua ile miili ili waende kuizika. Utapata ukurasa wa pili pale chini, utasoma ukurasa wa 3 asema Raila amekimbia kule pwani kuanza kutuliza moto ambao unawashwa pale na UDA. Sema kwamba UDA imeanza kutengeneza inroads sana kule pwani ikiwa ni ngome ya ODM. Kwa hivyo Raila alitoka moja kwa moja Dubai akakimbia mpaka Mombasa. Ninakuaje? Mbona viongozi wengi zaidi wanakimbilia pwani? Raila kwa pale, unajua kutoka pale. Pwani inajulikana ni ngome ya NASA. Like ni ngome ya ODM, ni ya Raila. Iwapo kura zingepigwa lazima angepata kura nyingi. Kwa hivyo Ruto anataka pia kupata baadhi ya zile kura. Na kati ya maeneo mawili ambayo ni si rahisi kupata kura ni Pwani na Mount Kenya. Kwa hivyo ukiangalia Mount Kenya ametengeneza inroads kidogo tu. Gonga pale. Pia Pwani ni kama anataka kutengeneza njia pale. Huku akisema by the way, ukikumbuka hapo awali gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho alikuwa anasema sana, anazungumza sana. Lakini kwa sasa sijui kwa nini. Labda ndio maana umaarufu wa ODM unadidimia pale. Bila kudidimia. Kwa sababu angekuwa anazungumza sana vile alivyokuwa anazungumza awali, nafikiria kwamba bado ODM ingekuwa ni ngome yake kule. Unajua pengine advisors wa naibu wa rais wakati mwingine na wapendanga sana. Manake they advised him mapema na vilivyo. Mwanzo akaenda akagonga zile ngome, kama kwa mfano ngome ya NASA ya ODM pale Pwani. Ukumbuke ndiye alianza vita mapema pale, akahakikisha kwamba yote yametimia vizuri, akashika kinaisha Jumwa pale ambao walikuwa vyema zaidi. Unaona ukikuja pale Mount Kenya alifanya a lot of inroads pale, unaona. Kwa hivyo I guess alikuwa anataka kufifisha zile nguvu za kinara wa ODM mwanzo, unaona, ambao pengine kwa upande wangu naweza sema kidogo ameweza kwa sababu sasa hizi ukiangalia yale mambo ambayo kinara wa ODM anazungumza ni yale ambayo Ruto anazungumza. Kwa hivyo sioni agenda kwa ambayo anapeleka kule kuambia wananchi. Pia kwenye ukurasa huo, by the way, ukipata gazeti hili kuna kutoa taarifa kutoka kule sehemu za Kitui ambako genge lilimteka nyara na kumnajisi mwanafunzi wa kidato cha pili kutoka kule sehemu ya Kitui, na zingine nyingi. Taarifa ziko pale kwenye gazeti hili ukurasa wa 3. Nikiingilia ukurasa wa 4 ni habari za kaunti, na kuna kaunti nyingi sana hapa zimeangaziwa. Kwanza kabisa nianze na kule Mombasa tena. Mahala ambapo naibu gavana ambaye anajulikana kama Daktari William Kingi amesema kwamba atawania urais mwaka ujao. Sio urais, ugavana. Ningeshangaa inakuaje tena. Ugavana. Kwa hivyo inaonyesha kwamba sio yeye peke yake baadaye anataka kuwania ugavana. Kuna watu wengi zaidi, na inamaanisha kwamba wale watu ambao wanataka kuwania ugavana kutoka kwenye kupitia tiketi ya ODM itabidi pia waende mchujo. Baada ya mchujo ndio tuone nani atakuwa anapeperusha ile bendera. Kwa sababu Ali Hassan Joho amekuwa gavana mara ya pili. Sidhani kama ataenda kuuliza ugavana tena. Kwa hivyo ni kama katika ile ngome ya Mombasa kule kutafuta gavana itakuwa pia ni mlima kidogo. Na vile vile kwenye kaunti ya Vihiga tafadhali hawa ni makanisa. Nasema kwamba mchungaji mmoja wa kanisa la PAG amefikishwa mahakamani kwa dai la kuiba shilingi milioni 3.8 za kanisa. Sasa amefikishwa mahakamani. Anajulikana kama Bwana Patrick Lihanda kutoka kule Vihiga. Anasema
ameshtakiwa kwa kuiba shilingi zaidi ya milioni 3 za kanisa hilo ambalo anahudumia. Na si wanasema kwamba unakula penye unafanya kazi. Lakini kula vizuri si kuiba. Unajua hapa umetumia jina wizi. Najua kuiba pengine yeye ndiye kiongozi hilo kanisa sio. Pengine hizo pesa zipo tu hawajamuuliza ama wamesemaje? Amesema pale ameshtakiwa pamoja na wenzake wawili kwa kufuja pesa tangu mwaka 2018 na pesa hizo zilikuwa ni za Nyang'ori. Unajua Nyang'ori ni mahali ambapo mapasta wanafanywa training mambo kama hayo, hasa kwa wakikanisa PAGs. Kwa hivyo wanasemekana kwamba kwenye makao makuu ya kanisa hilo mjini Nyang'ori, kaunti ya Vihiga, by the Vihiga, Nyang'ori ni mahali ambapo makanisa yana like kila kanisa PAG ndani ya Kenya kuna pesa fulani inatuma kule Nyang'ori. Sasa yule pamoja na wenzake wameona kwamba hapa mkoba umejaa kidogo, tunaweza tukatoa kidogo hata tujivinjari. Lakini yote 9-10 amefikishwa mahakamani na anashtakiwa na kosa hilo, lakini ameachiliwa na bondi ya shilingi 100,000 pesa taslimu. Lakini sijui mbona mtu aachilie, usiakae tu ndani wafanye uchunguzi wakimaliza alafu ndio. Ndio swali nilikuwa najiuliza tu. Kwa hivyo tuseme mtu ana uwezo wa kuiba shilingi milioni 100. Kisha aweze kushikwa atoe bond tuseme ya milioni 1. Zimesalia milioni ngapi? 99. Milioni 100. Milioni 100. Umetoa milioni 1 99 kama cash bail, alafu 99 tafuta wale mawakili wazuri akina Cliff Ombeta walipe vizuri, tumia 50,000 ama 49. Kwa hivyo utasalia na milioni. Na wewe ni mchungaji. Itakuwaje? Utalaniwa. Kutoka kule kaunti ya Homa Bay, Cyprian Awiti ambaye ni Homa Bay wa kule ati ni Homa Bay, ni gavana wa Homa Bay, amekataa by the kumfuta waziri wa afya kaunti hiyo kwa sababu anasema kwamba ni miongoni mwa wale watu ambao ni wazuri zaidi, wako na kisomo hata kama matibabu afya kwenye kaunti hiyo imedorora. Amesema kwamba hampigi kalamu kamwe. Sasa tunashangaa ni kipi ambacho anakiangalia, labda anafuja pesa. Labda anafuja pesa pamoja naye hatujui, lakini amekataa kumpiga kalamu hata kama madiwani walipitisha bungeni kwamba afutwe kazi. Na hili gatuzi la Homa Bay ni kasa na mambo mengi zaidi. Mingi sana. Maswala kuhusiana na huyu gavana wa eneo hilo. Mwanzo uchaguzi wake wengi walikuwa wamekataa, unakumbuka. Mengi aliweza kuongewa, wengi wakaenda kotini, mambo mengi tu, lakini yote ni miezi mibaki tu michache tu watu watoke pale mamlakani kwa Kenya waweze kuchagua tena. Kwa hivyo kama ni wa Homa Bay, tafadhali uchaguzi, chagua kiongozi atakayekufaa. Na unajua kwamba tukizungumzia maneno ya afya kwa sasa, kwa mfano kukikuwa na mkurupuko wa magonjwa ya malaria na typhoid, kule yakikurupuka, unajua watu watakufa sana kwa sababu afya kule imedorora zaidi. Na sijui sasa huyu waziri wa afya anafanya nini bado kwenye kile kiti, lakini yote 9-10 tunafaa kujua viongozi ambao tunawachagua. Naam. Kuna taarifa kwenye sehemu za Masinga, vile vile Elgeyo Marakwet na Kisumu. Nipitie tu kwenye kaunti ya Meru pale, unasema kuna watu ambao wanatumia walemavu wa kigeni kukusanya pesa. Unapata kwamba kule unapita mtaani, wacha nitumie mtaa wa Kisii, kuna watu ambao omba. Si vibaya kuomba, lakini inasemekana kwamba wengi kutoka mataifa tofauti wamekuja kuomba pale. Na watu ambao wamewaleta pale ni watu wakubwa. Wanakusanya pesa jioni, wanawapelekea. Sasa inakuwa ni kwamba wanasema omba katika kaunti ya Meru wameendelea kujazana pale, na inadaiwa kwamba ni genge ambalo linawaleta wale watu kutoka mataifa ya kigeni kuwaleta humu nchini kuwafanya omba ndio wakusanye pesa. Hata sijui labda wataleta wale watu wanakidnapiwa hapa Kenya upelekwa mataifa mengine kwa omba hatujui, lakini yote 9-10 watu wanafaa kuwajibika by the way. Kuna kisa niliona mtandaoni
na sina uhakika kama ni kisa cha kweli. Kisa hicho kilikuwa kwamba kuna mwanamke, sijui mwanamke ama mwanaume, alikuwa anaombaomba pale jijini Nairobi. Kwa hivyo mwanahabari mmoja akaweza kuanza kumfuatilia vizuri. Siku moja akaona ameomba, imefika jioni, gari limekuja, gari zito tu zuri, akaingizwa ndani, akaenda. Kesho yake ndio hivyo tena akaleta, unaona. Hivyo kidogo kuna watu wa kuombaomba wakati mwingine ni vizuri kusaidia, ndio, lakini kuna wale pengine unasaidia kumbe ni mikora. Ni mkora. Unapata wengine, by the way, hata una roho ya kusaidia, lakini unafika pale unakumbuka kisa fulani, unasema haidhuru, acha ikae. Kwenye ukurasa wa 5 nipitie tu haraka ni sherehe zile za Eid al-Adha ambazo zilifanyika jana. Na ukikumbuka kwamba katika kaunti 13 za Nyanza, Western na Bonde la Ufa, kuna baadhi ya kaunti ambazo zilikuwa zimewekwa under curfew. Kwa hivyo kati yao ni Migori na Homa Bay ni kati yao. Kwa hivyo wale waumini wa Kiislamu ambao walikuwa wanasherehekea jana hiyo sikukuu, wengi wao walielekea kule Sirare kule Tanzania. Wakaenda kusherehekea huko kwa sababu hawangeweza kusherehekea huko kwa sababu ya zile kanuni za kupunguza maambukizi ya COVID-19. Ni hayo tu ambayo yako kwenye ukurasa pale wa 5. Labda sijui una la kuongezea mavipi? Tuangazie ukurasa wa 5 hapa. Tuenda kuangazia mada ya gazeti la The Standard, Inside the Coalition Power Plan. Tunaona hapa viongozi, kuna kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi, kuna Wiper ambaye ni Kalonzo Musyoka, kuna Ford Kenya ambaye ni Moses Wetangula, vile vile kuna ule senator wa Baringo ambaye ni wa chama cha KANU, ambao hapo jana walikuwa na kikao kimoja, pengine ni ile kuformalize ule muungano wa One Kenya Alliance ili waweze kumtoa kiongozi mmoja ambaye atakayewania urais mwaka ujao. Pengine wamejionyesha kwamba wamejitoa kwenye NASA, manake kulingana na parliamentary group meeting ambayo itafanyika hii Ijumaa, inaonyesha kabisa kwamba wameanza zile formalities za kujiondoa katika ule muungano wa wa NASA ili waweze kuungana watengeneze One Kenya Alliance. Kuna mingi ambayo wameangazia jinsi watakavyo endesha kampeni za kwao pale. Kwa hivyo pengine mwaka wa 22 utakuwa uchaguzi ama kampeni zitakuwa zimechacha sana. Unafikiria tu kwa sasa ni nani kati ya wale vinara wanne ambaye anaweza kuwa mzuri zaidi kuwania kiti cha urais mwaka ujao kwa One Kenya Alliance? Sijui niseme nani, manake mimi naona ligi yako bado iko pale tu. Hapana, wote wako sawa. Pengine Kalonzo simama, unajua amekuwa naibu wa rais. Tukiangalia Mudavadi ashakuwa naibu wa rais. Pengine kidogo tuseme hawa wawili, kati ya hawa wawili mmoja wao pengine anaweza sogeshwa, unaona, kati ya Wetangula na Gideon Moi bado naona ni chini, ligi yao bado iko pale chini. Lakini unaona kuna uwezekano wa baada, tuseme kwa mfano Gideon Moi amechaguliwa apeperushe bendera ya chama kile, unafikiria kuna uwezekano wa Rais Uhuru Kenyatta kumuunga mkono? Hapo sasa ndo kuna kizungumkuti. Kuna wale nasema kwamba pengine kuna uwezekano amuunge, pengine unajua kuna ule uhusiano katika hizi familia mbili, unaona. Kuna wale nasema kwamba kuna uwezekano aweze kumuunga Gideon Moi, kurudisha ule mkono, manake babake Gideon Moi ndiye aliweza kumuunga mkono kwa mara ya kwanza, ngawaje hakufanikiwa kunyakua uongozi. Pengine anaweza rejesha mkono. Na vile vile kwa sasa hivi tunaona kwamba yeye na kinara ODM wamekuwa na ukaribu, wamekuwa karibu zaidi. Kuna ule umoja wa ndani zaidi ambao pengine anasema pengine wanaweza fanya nini, anaweza vile vile mpa ule mkono. Vile vile kumbuka naibu rais alisema kwamba kuna haya makabila mawili ambayo yameongoza Kenya zaidi. Kwa hivyo naona pengine hakuna uwezekano, pengine kuna maneno hutamkwa tu na akili za mtu hubadilika kila wakati. Siasa za Kenya wakati mwingine kutabiri inakuwa ngumu, manake leo kiongozi huyu anasema hili, kesho anasema lile lingine. Kwa hivyo unajipata uko pale lakini swali la kwangu vile vile tuseme rais amempa mkono Gideon Moi katika muungano, tuseme ni wa Oka'S, One Kenya Alliance.
uko na hakika kwamba anaweza wagonga wa wengine wawili? Manake Raila ashaonyesha kwamba anawania kiti cha urais kutokana na yale matamshi akiwa pale Coast. Kuna wakati alikuwa alionyesha wazi kwamba pengine amejitoa, manake alisema katika serikali yangu tutahakikisha. Kwa hivyo kuonyesha kwamba pengine anaule ako pale debeni. Naam, ako debeni. Kwa hivyo unaona kwamba tuseme ni hao watatu, wengine watakuja pengine, lakini tuseme hao watatu, muungano wa Oka'S, kuna UDA, kuna hiyo ya Raila. Unaonaje? Bado muungano huo uko chini kivyangu. Kwa maoni yangu naona muungano huo uko chini kwa sababu kwa sasa tu. Kwa sasa they have not taken their time to popularize themselves. Unaona vile Ruto anafanya, anaenda huku na kule, anazungumza, hawajafanya vile. Wao bado wako kwa ile kokonia, bado wanatafuta ambaye atawania kiti cha urais mwaka ujao. Kwa hivyo naona bado watakuwa nambari ya 2, 3 pale kwa mtazamo wako? 3 hivi. Sawa, katika ukurasa wa 5 ni hayo. Ukurasa wa 6 hapa ndo tunaangazia Raila vile ambaye alikuwa maeneo ya Dabaso, Kilifi North, ambapo alizungumzia kuna mpango mwingine, plan B. Ingawaje the Court of Appeal ilisema kwamba tarehe 20 Agosti watatoa msimamo wao kuhusiana na ile kesi ya BBI, ikiwa itaendelea ama ikiwa BBI itaendelea ama itakomeshwa. Lakini ona kwamba Raila hapo jana pale Dabaso aliweza kuzungumzia hayo, akasema kwamba ana njia mbadala ya kuhakikisha kwamba BBI inaendelea. Ana vile alikuwa aliweza kuzungumzia naibu wa rais ambaye ingawaje alizungumza indere, lakini kawaida kwa mtazamo wangu naona kwamba alikuwa anazungumzia naibu wa rais aliposema kwamba mambo ya wheelbarrow, mambo ya handouts sio haiwezi saidia Wakenya, itaongeza ufukara zaidi hapa nchini Kenya. Lakini kitu ambacho aliongeza, alisema kwamba tunataka kusaidia mwananchi wa chini. Hapo ndio anafika anadimaliza kabisa. Nataka kuinua uchumi, tusaidie mwananchi yule wa chini, tusaidie mama mboga. Sasa hapo inanichanganya. Najua nilikwambia kwamba ikiwa unataka kwenda wapi tuseme unataka kuenda Nyamira, kuna uwezekano upitie njia hii ya hapa Kisii, Keroka, hiyo njia. Na vile unaweza pitia njia nyingine vile kutokea pale Sironga, unaona. Lakini si wote mtafika, nipite yoyote ile na tutakutana pale, unaona. Tutaona ni nani yule ambaye anaweza akaniambia nimfanyie hiki na sio yule mwingine. Na unajua hujanielewa, la kwangu ni kwamba ni hustle, all the same wale wa chini they are hustlers, ndio nile tu kutotumia jina hustler, unaona, aseme kwamba ni kusaidia yule mtu wa chini, bado they are hustlers. Kwa hivyo they are on the same note, yani ni maongezi mamoja tu, lakini ni ile wanapita kando. Huyu anasema mimi ni hustler, huyu anasema hapana, hustle nation itaharibu wa Kenya, lakini anapitia njia nyingine kusema tutainua wale watu wa chini, unaona. Naam. Basi nikiingilia kwenye ukurasa wa 6, gazeti lile la Taifa Leo ni habari za Afrika na dunia, na by the way kutoka kule Bamako, Mali, naibu wa rais anajulikana kama Assimi Goita karibu wawe hapo jana katika sherehe za Eid al-Adha, wakati washambuliaji wawili ambao walikuwa wanaume ambao walikuwa wamejihami na silaha walifika pale, na mmoja akatoa kisu anataka kumdunga, lakini wale wale ambao wanamlinda walinzi wake wakaweza hawakufanya nini, hawakushambulia kwa sababu walinzi walikuwa ange pale na hakujeruhiwa, na wakatoa taarifa kwamba ako salama salmin. Inanikumbusha by the way yule rais wa Haiti ambaye aliweza kuuawa akiwa kwake nyumbani. Sasa sijui ni kwa nini watu wanauawa na hasa wale wakubwa, lakini wanasema kwamba hizi vitu huwa zinajulikana, ni vile tu sisi ndio hatujui. Nikiingilia Nigeria ni kule ambapo by the way magaidi wamekuwa wakiwateka nyara watu wengi zaidi, miongoni mwa wakiwa wanafunzi wa shule za upili na pamoja na colleges ama vyuo vikuu. Na hapo jana magaidi wao waliweza kuangusha ama kudengua ndege moja ya kirubani ambayo huwa inafanya mashambulizi, na ilikuwa inarejea baada ya kufanya mashambulizi kwenye eneo la Kaduna Estate kule Nigeria. Magaidi wale wakaweza kuidengua kutoka kule na kuiangusha. Ni kati ya yale mambo ambayo yanaendelea duniani by the way. Ukiangalia
Nigeria kuna Boko Haram, ukiangalia kuna watu wanajulikana kama Al-Shabaab, na sio wachana nao magaidi. Kuna hao magaidi hao hapa Kenya, hizi county za Elgeyo Marakwet, Isiolo, ambao wanapigana wanauana wao kwa wao. Naam. Hata viongozi waende pale waseme tunaleta amani. Wanasema vizuri, tumekubaliana tutaleta amani, tutafanya, lakini kesho yake unasikia tena watu wengine wameuawa, mifugo wameibwa. Sasa unashangaa. Lakini tunaomba kwamba let people grow up. Unajua, sijui kama uliona kuna clip moja ilikuwa ina trend sana mitandaoni. Jamaa alikuwa anahojiwa akasema, mimi sioni haja ya serikali kuingilia mambo ya hii kabila zetu. Watu wacha tu tupigane, tuuane, alafu tuheshimiane. Hakutakuwa na heshima kama, kwa sababu wataendelea kuuana. Sasa ndio nasema kwamba hakutakuwa na heshima ingawaje serikali inaleta amani. Maana wakati mwingine tunashtukia mifugo wetu wameibwa. Wakati mwingine tunajua watu kwa ile kabila lingine wengine wameiba mifugo yao kwa, unaona. Kwa hivyo ni heri watu wapigane wauane, damu imwagike, lakini wenye watakaobaki waishi kwa usalama. Sidhani kama kuna mapigano yamekuwa yakifanyika kama yamefanyika kwa muda. Watu wameuawa, wamefanya nini, kutakuwa na amani. Sidhani kama mapigano yamezuka yataendelea. Lakini sijui serikali inafaa kufanya nini, mikakati fulani ambayo ama waweke mitandao pale ya kumonitor watu ambao nafikiria waweke mitandao pale internet, waweke makamera pale, satellite cameras ambazo zinaangalia, wako 24/7 pale wanaangalia kuna watu ambao wanapanga njama. Kabla wafike kufanya kile kitendo wanawasimamisha. Na zile satellites zitakuwa zinafanya kazi usiku kwenye kuna giza? Si ndio? Pale ni vijijini. Si ndio? Naam, ndio, lakini utaona tu watu wanapigana, lakini huwezi, sijui, lakini wataweka light. Manake ingawaje kuna hiyo, unajua shida ni wanastahili kuwa na amani, ile wa upendo, wapendane baina haya makabila mawili. Lakini ukiweka zile satellites ni ile tu wanachukiana, yani nipate ule na muua. Lakini kwa sababu hakuna kwa hivyo ile siku ile satellite utakundua pengine imeharibika kidogo tu hivi, mambo yataharibika. Na pengine watafute njia nyingine waweze kusuluhisha, na sijui ni njia gani, lakini anyway, hayo yote ni katika ukurasa wa 6. Pia by the way, bwanyenye Jeff Bezos ambaye ni mwanzilishi wa Amazon ameweza kuelekea kule angani. Sema ameelekea space, jinsi ambavyo alikuwa ametaja karibu mwezi wa 4 wa 5 pale kwamba mwezi huu angeelekea kule space kwenda kutembea akitumia roketi yake ambayo imetengenezwa na kampuni yake inajulikana kama New Shepard Blue Origin. Ukiangalia kwenye ukurasa huu wa 6 kuna picha ya ile roketi ambayo inaelekea kule angani. Sijui, unajua nilikuwa na nyamaza kidogo, nilikuwa nazungumza na wengine kidogo hivyo, wakaniambia watu kama wale ni kifo kinawaita amani. Ni nini inawaita kwenda huko? Nawaambia jamaa ameishi maisha ya kwake yamemtosha. Kwa hivyo sasa ni wakati wa kujipa raha. Wacha atembea, akitaka kutembea dunia kote sawa. Atembee. Nikuulize, pengine akikwambia wewe kama Masi upate mimi siwezi. Mimi siwezi, bado sijaishi maisha yako. Lakini nilikuwa nazungumza na kijana mmoja akaniambia mimi nikiambiwa saa hii tunaenda space, tunaenda kule angani, mimi nawacha kila kitu yangu na naenda kwa sababu ni fursa ya kipekee, sitawahi ipata. Namuuliza, na ukienda kule ajali katendeka kidogo pale, mimi sitaki kujua, bora nifike kule. Na najua kama tunaenda na yeye bilionea, lazima ameweka mikakati kwamba narudi salama. Kwa hivyo pia nitarudi salama. Lakini yote 9-10 ni katika ziara za kule angani ambazo zinaendelea kufanywa. By the way, unajua kwamba kuna makampuni kadhaa ambayo yanaendelea kupigana hizi ziara za kwenda angani. Ukikumbuka mwezi uliopita kuna bilionea fulani pia alielekea kule angani, yani kule kutest rockets zao, kwa sababu wana kampuni ambazo zinatengeneza hivi vifaa vya kuelekea angani. Kwa hivyo inakuwa ni hivyo. Tani angalie tu kuna naona huyu hapo kwa Sali anasema kuna story fulani nilizungumzia kuhusiana na yule aliyekuwa ameiba pesa za kanisa. Sema hiyo si kuiba, hiyo ni kuweka pesa vizuri. Na muone Dennis Nyakoni narudia kuamboka na Rebecca Ondeki na Ruta Isabella, wote wako ndani ya mpango wanaendelea kutazama.
Kwenye ukurasa utaniangazia tu ukurasa wa 7. Lakini sitauangazia kwa sababu nitakupeleka moja kwa moja nikuambie ununue gazeti lako la Taifa Leo ukalisome. Ni kuhusiana na majumba ya kifahari kule Mombasa ambayo yamegeuka yakaachililiwa tu. Badala ya majumba yale kutumiwa kudumisha utalii, yameachiwa pale, hayaangaliwi. Kwa hivyo unapata kwamba yamekuwa mabovu. Lakini unajua kwamba Mombasa iko na majumba mengi mazuri zaidi. Lakini unapata kwamba yameachwa tu kwa sababu inaonekana kwamba kutoka kule upande mwingine roof iko vibaya kidogo, rangi imetoka kidogo. Kwa hivyo unapata majumba yale yameachwa. Hapo ndio unapata mtu anakuja anasema hapa ilikuwa kwangu, ananyakua ardhi na nyumba. Niangazie ukurasa wa 7 hapa kuhusiana na yale marekebisho yaliweza kufanywa katika chuo kikuu cha Nairobi ama University of Nairobi, ambayo sasa hivi tunaona the VC ambaye ni Kiama aliweza kuzungumzia hayo, ingawaje watu waliweza kusema mengi. Unakumbuka aliweza kufanya mabadiliko, kabadilisha katafisi zingine pale. Lakini leo hii anasema kwamba yale marekebisho ama yale mabadiliko yahitaji kwamba lazima Magoha aweze kuidhinisha. Yale ni ya chuo kikuu chenyewe, hayo ni ya council ya shule ile. Kwa hivyo hakuna haja kuhitaji Magoha aje mwenyewe ameweze kumpa mkono kwamba aendeleze. Pengine ni amejibu wale ambao wamekuwa wakimuuliza, wakiongea kwamba inakuwaje anachukua such decisions alone. Na ukurasa wa 8 hapo jana, kumbuka ilikuwa ni holiday ili kusherekea hiyo Eid al-Adha. Naam, lakini tunaona kwamba wale wa dini la Kiislamu waliweza kuzungumzia mengi, wakasema haswa kukwe na amani, peace and tolerance katika kusherehekea siku hiyo kuu. Na vile vile tuna kuna familia 1200 za Kiislamu ambazo ziliweza kupata donations kutokana na Turkish Embassy hapo jana, wakiwemo mifugo 100 wa kuchinjwa. Katika ukurasa huu wa 8-9 hapa ni matangazo tu. Pengine niangazie ukurasa wa 10 hapa, ndio tunaona kwamba zile familia, kuna familia nyingi zaidi ambazo ziliwapoteza wenzao katika lile tengi ama ile tanka ambayo iliweza kuexplode katika safari ya Kisumu Busia, haswa katika Malanga hapo Siaya, ambao wenyeji kuna watu 15 ambao waliweza kufariki, sio 17, lakini 13 waliweza kufariki, kuchomeka kwa kuungua zaidi, ambayo hawezi tambulika sura za kwao. Kwa hivyo wengi waliweza kujitokeza, familia ambazo ziliweza kupoteza wenzao waliweza kujitokeza ili samples ziweze kuchukuliwa za DNA ili kuweza kudetermine kudetermine watu wa kwao. Hayo ni katika ukurasa huu wa 10. 11 ni matangazo. Na by the way, tukirejelea hiyo taarifa ya habari hapo jana, kuna pia lori fulani lilikuwa limeanguka pale sehemu ya Kamagambo ama wapi pale tu eneo hilo ambalo juzi Jumamosi gari lile liliua watu wengi zaidi. Ilibidi askari wakimbie pale by the way kusimamisha watu wasichote mafuta, kwamba watu hawataja tena. Ilianguka jana. Kwa hivyo kama si askari labda kungetokea mkasa mwingine. Watu hatujifunzi kutokana na yale mambo ambayo yanafanyika. Lakini jinsi nilikwambia Masi, wajua kuna ule mtu ambaye pengine maisha ni magumu zaidi. Anaona heri enda jaribu pale apate kipato chake cha siku hiyo ama afya. Yani haoni kuishi kwingi kwa siku ifuatayo kuna maana, unaona. Naam, kwa hivyo sijui, pengine ulinzi tu wekwe, lakini kukataza watu tu ulione watu waliungua pale, kwa hivyo usichote haya mafuta, itakuwa tu kidogo. Lakini pia kwa nini, najua ajali haiwezi kazuiwa, lakini kwa nini hawa watu wasikuwe careful wakati wanaendesha yale magari, wale madereva wenyewe? Wanasema kwamba ajali haina kinga. Lakini kwa kiwango kikubwa ujue hizi matanga hazianguki ama hazibingiri ovyo, unaona. Lakini ajali tunasema tu haina kinga.
Na ikifanyika pale pengine waweze kutia ulinzi. Manake binadamu ni binadamu. Mkenya ni yule yule tu. Kama yule jamani kama alitoroka baada ya angejulisha askari mapema, labda wangefika pale kwenye ule mkasa wa Malanga kule. Haya, tuingililie ukurasa wa 8. Taifa Leo ni tahariri. Ni ile taarifa ambayo imeandikwa na mhariri wa gazeti la Taifa Leo, na hapa wanasema kwamba viongozi wanafaa kusaidiana na kuweka mikakati kadhaa ili kuhakikisha kwamba ghasia zinazuiwa katika yale maeneo ambapo zinafanyika, hasa tukiangalia kwa sasa kuna watu ambao wanaendelea kuuawa sehemu za Elgeyo Marakwet, Isiolo na hizo sehemu za kule ambapo wanafuga mifugo. Na baada imagine ni siku mbili tu baada ya waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i kufika pale kuwaleta viongozi pamoja na kuambia wale ambao wanafaa ama wale ambao wako na silaha wajisalimishe. Lakini 2 days after watu wengine 6 wakauawa hapo jana na mifugo wengi kuibwa, na ikizingatiwa kwamba tunaelekea uchaguzi mkuu ujao. Sasa ndio mikakati inafaa kuwekwa, kubuniwa kabisa ya kuhakikisha kwamba mambo kama yale yatashuhudiwa, kwa sababu kisa kimoja kama kile kinaweza kikapeleka this country to the dogs wanasema. Kwa hivyo mhariri anasema mikakati ibuniwe, mikakati iwekwe ya kuhakikisha kwamba ghasia zinazimwa katika maeneo kadhaa ya nchi. Alafu ukipata gazeti hilo kuna taarifa kuhusiana na akina mama kushauriwa wajiunge kuchangia katika uchumi wa kidijitali na sheria kurekebishwa ili kurahisisha watu kungolewa kwenye vyama. Sasa unajua mtu akitaka kutoka kwenye chama anafanya tu, anaenda kama kwa sasa na anaamua mtu ni wa Jubilee shakumsima tu, anasema akienda mkutano anasema kuanzia leo mimi naunga mkono kinara wa UDA. Basi wewe umetoka kwenye chama literally, lakini kuna zile mikakati ambayo inafaa ifuatwe. Kwenye ukurasa wa 9 ni dondoo. Hapa ndio ningependa maoni yako, na by the way msikilizaji na mtazamaji kama uko pale, ningependa pia maoni yako kwenye dondoo. Kuna dondoo mbili hapa. Moja, kuna jamaa mmoja ambaye ako na kipato cha kwake tu, lakini akaamua sasa kwenda kupeleka posa mahali anataka kuingiza dem fulani box hivi. Sasa akafanya ujinga, mimi nitauita ujinga kwangu. Akaenda akaomba gari kubwa. Anataka kupeleka huyu dem out. Alafu akifika pale ndio labda aweke mistari kidogo. Lakini demu alimwaibisha mbele ya watu. Nitanukuu vile alimwambia. Alimwambia hivi, hakuna haja kupoteza muda wako. Uwezi kuniwahi na kwa kuomba gari ya kifahari, kwa mwanaume kamili na ujikubali jinsi ulivyo. Hivyo ndivyo yule mwanamke alimwambia kwamba kama hutajikubali jinsi ambavyo ulivyo mimi hunipati. That was she was so honest. Anake hakuna haja nije na gari kubwa la kukodisha nikufurahisha wewe, unaona. Labda nikubali nilivyo. Labda kwa mfano huyu mwanamume amedeal na wanawake ambao wanahitaji vitu vya kifahari, akafikiria pia huyu ni wa kuhitaji mambo ya kifahari. Ingine unaweza angalia mwanadada unamwona, ukimwangalia tunaona ni wa kiwango cha juu, unaona pengine ukienda ulivyo pengine atakudharau. Lakini just to be genuine, unajua nikubali tu, na akikubali kesho wapate hilo gari, hauna hilo gari, sasa si atakutoka. Ndio hayo. Haya, pia kuna dondo ingine ya ambapo mwanamume anapiganiwa na mama na binti yake. Hiyo sana mzuri. Hapo sasa hapo. Iko nini? Mama like inafanyika hivi, anasema kwamba huyu mwanadada alikuja kumtembelea mume wake ama boyfriend yake. Akifika pale na wapate na compromising situation na mama yake. Sasa ni kama akaanza kumuuliza nini inafanyika hapa, wakaanza kupigana. Sasa sijui ni kipi ambacho unafaa kufanya kama wewe ni mwanaume ambao umejipata katika hali ile. Taarifa hiyo sioni kama alikuwa na uhusiano na mamake huyo binti. Inasema kwamba mama alikuwa anamnyemelea mchumba wa binti yake, na siku ya kisanga walifumaniwa katika hali ya kutatanisha. Wote alikuwa, demu alidai kuwa mara ya kwanza mama yake
kumpokonya mpenzi. Akaambia maka, siwezi kukuachia chali yangu, wewe ni mama wa aina gani? Ni kama kwamba huyu mama alikuwa anataka ule mpenzi wa bintiye. Kwa hivyo wakati wakisanga akampata in that situation, ndipo sasa wakaanza kulimana makonde, siwezi kukuachia bwanangu, chali yangu, mambo kama yale. Wewe kama mwanaume, sasa wewe ni mwanaume, umejipata katika ile situation, utafanya vipi? Natazama tu nione mwenye anapiga mwingine zaidi. Unatazama? Utafanyaje? Utafanyaje? Wewe mwenyewe umejipata pale. Wewe ndio umejiweka pale kwa sababu una ile authority ya kusema hapana, wewe ni mama ya mpenzi wangu, kwa hivyo mimi sikutaki. Na unafaa kuwa open na mpenzi, umwambie hapa naona mambo iko hivi na hivi na hivi, ama vipi? Na nikuulize, huyu mwanamke kunradhi, huyu mwanaume hakuenda kumtafuta mama mkwe. Mama mkwe ndiye anamdai, sio na wamekutana wote kwa pamoja, sio? Basi wakalimane mangumi. Nafikiria huyu mama, lakini mama anafaa kufanywa psychological analysis. Sasa kwa sababu mamake anamwambia huyo chali ni kama umemchokesha. Sasa kama umemchokesha, unataka afanye nini? Last week kama last month nilijishindia mzungu, ni mbona nisijishindie huyu? Sasa unashangaa huyu mama ni wa aina gani akitoa matamshi kama haya? Tuseme tu shida ni kwa mama ama kwa huyu mwanaume? Ni nani ana shida sasa kwa wawili, mwanaume ama huyo mama binti wa mama mkwewe? Nafikiri watu wako na shida. Mama mkwe ndiye ana shida. Hapana. Manake wewe unajua binti yako ameoleka na kijana fulani. Yaani nianze kumtamani shwari. Lakini unapata wakati mwingine, unapata mimi nimeolewa. Sasa nikienda kule nyumbani namwambia mamangu, bwanangu ako mzuri, ako hivi na hivi, ako hivi na hivi. Sasa mamangu ni kama namtia ule uchungu, anasema huyu ni kama atakuwa bwana mzuri. Naweza kuwa pia nimemchochea akaenda kumtafuta, lakini yote 9-10 yale si mahusiano ambayo yanafaa kufanyika. Tuseme huyo mwanamke hakuwa na kosa. Kosa ni bintiye sasa alikuja kumwambia story nzuri za bwana. Tuseme kwa mfano. Hukujibu swali. Okay, binti siwezi kusema na makosa. Huyo mwanamke na huyu mtoto wake, ni mwite tu bwana ya bintiye, nani ana makosa? Wote. Nani ana makosa kubwa? Hakuna makosa kubwa na ndogo, yote ni makosa. Yote ni makosa, hakuna kubwa na ndogo. Yote ni makosa, lakini yote 9-10 sio kisa ambacho ni cha kufurahisha. Mnaishi pale kwa plot, mama mkwe wako amekuja kukutembelea, alafu binti yako anakuja anakupata pale, mko ina compromising situation, kelele inazidi kwa plot. Zile zinaitwa plot 10. Kwa hivyo tafadhali, si kitu ambacho ni cha kufurahisha ndani ya mambo kama hayo. By the way, ukipata ukurasa Taifa Leo ukurasa wa 9, kuna mengi zaidi ambayo yameangaziwa kwenye dondoo. Ukurasa wa 10 ni barua, na barua ya kwanza inasema kwamba ni kama kutakuwa na ghasia katika uchaguzi ujao. Ni kati ya wale waandishi ambao wametuma barua kwa mhariri. Nasema kwamba kutokana ama kulingana na IEBC, unakumbuka kwamba IEBC inafaa kuangalia maeneo bunge. IEBC kulingana na wengine wanasema kwamba uchaguzi upelekwe mbele. Baada ya kupelekwa mbele, IEBC ipate muda ya kuongeza yale maeneo bunge 70. Kwa hivyo inakuwa kwamba ni kitu ambacho ni kama kunaweza kukatokea ghasia baada ya uchaguzi mkuu. Kwingine wanasema vyama vimewasaliti walimu. Unakumbuka chama cha KUPPET na NAT viliweza kuweka mkataba na chama cha kuajiri walimu TSC wafanye mazungumzo tena baada ya miaka 4. Sema kwamba hivyo vyama ni kama vimewasaliti walimu. Mimi sijidhani vyama vimewasaliti walimu. Viongozi wamewasaliti walimu. Sababu wale viongozi wapi ambao waliwekwa pale ndio waliweza kuweka mkataba, kutia saini ule mkataba. Na hiyo tu ni kati ya yale yameangaziwa pale. Ukipata gazeti hili ukurasa wa 10, kuna barua nyingi sana pale zimeandikwa, na vile vile kuna jumbe fupi, maoni ya wasikilizaji ama wale ambao ni wasomaji wa gazeti la Taifa Leo. Asante sana. Niangazie ukurasa wa 12. Kuna
Odera Akango College ambayo iliweza uongozi wake uliweza kuchukuliwa na chuo kikuu cha Maseno. Akango Odera ilikuwa ni satellite campus ya Moi University, lakini tangia mwaka wa 2016 hawajapokea the government sponsored students, iliyosababisha kwamba kidogo management ilikuwa ovyo, akaweza kusimamisha, ikaweza kukoma masomo ya kwao. Kwa hivyo hapo jana George Magoha ambaye ni waziri wa elimu aliweza kufika pale wakati chuo kikuu cha Maseno kilikuwa kinachukua uongozi wa college hii, ambapo Magoha alisema pengine iweze kuitwa research center ili kuhakikisha kwamba haijapotea ama haijaisha tu hivyo, haijakufa, niseme nitumie jina kukufa. Na hayo ni katika ukurasa huo. Ukurasa naona hapa na ukurasa huo tunaona kwamba Magoha vile vile aliweza kuadvise ama kutoa nasaha kwa chuo ama vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini Kenya kuhakikisha kwamba the human resource ama wale laborers, unajua kuna vyuo vikuu unapata kuna wengi zaidi, ukipita tu wanafieka wengi zaidi. Anasema kwamba the 70% of employees wawe ni academic staff, lakini hao wengine wawe wafinye zaidi. Naam. Ayo yataendelea, kwa hivyo kuna wengi vile vile wataweza kupoteza zile kazi. Kurasa wa 13 matangazo tu, 14 15 hapo vile vile. Kurasa 17 na mwisho katika gazeti hili kwa yale ambayo nazungumzia leo hii ni maoni kama kawaida. Hapa ndio wanauliza kwamba kuna hii chama ambayo ni ya Ruto Allied, ambaye unajua Ruto haijakuwa wazi kwamba ni mwenyeji, lakini tunasema Ruto Allied Party. Has it overtaken Jubilee in central part of Kenya? Bado. Kwangu bado. Kwa sababu hata kama wameshinda uchaguzi wa Kiambaa pale haijaonyesha kwamba wameshikilia mlima Kenya. They need to do a lot of work. Na mnaona hapa kuna naye toka Ridhi Wambui ambaye ni youth chair Nyeri County, anasema kwamba UDA is the most popular in the region. Kwamba huwezi linganisha na Jubilee. Na vile vile kuna Steve Nderi ambaye ni governance analyst Oura Consulting, anasema kwamba kidogo UDA ndio inasikika sasa hivi lakini ni temporal. Naona sasa hivi kuna sei zaidi, lakini haiwezi chukua muda zaidi kuwa na ule umaarufu pale katika maeneo ya Mount Kenya. Sijui maoni ya kwako ni yapi? Haya basi, hayo ni kwenye gazeti la Standard. Taifa Leo kwenye ukurasa wa kuanzia ukurasa wa 11, 12, 13 na 14 ni kuhusiana na elimu na masomo pale. Ukipata gazeti la kwako utaona taarifa za Ustadh Wala bin Wala ziko pale pia. Kuna vyama vya Kiswahili, gwiji wa wiki, mambo mengi ambayo yameangaziwa pale. Ila kwa ukurasa wa 14 hapa na kisa ambacho kinanifanya nicheke kidogo. Kuna mwanamume mmoja aliweza akaomba pesa labda apeleke aenda akalipe karo kwa wanafunzi wake, watoto wake shuleni. Baada ya kulipa sasa, baada ya kulipa karo amerudi nyumbani, sasa anadaiwa. Sasa ile bidi amedaiwa kila siku, jamaa anakuja kwake anasema zile pesa. Jamaa akachoka. Basi akasema mimi naenda kusherehekea Eid al-Adha. Akasema nimeenda Mecca. Nimeenda kule Saudia, nitarudi baada ya Eid al-Adha. Sasa kwa hivyo sijui kama alifika ama hakufika, ni kwa njia ya moja tu ya kukwepa deni. Lakini mbona ukwepa deni kama uliomba ukapewa vizuri? Mbona unakwepa? Lakini hauna hizo pesa, hakuna hizo hela. Basi unafaa kujua ni nani ambaye unaomba pesa. Kuna yule atakuja kila siku. Kuna yule atakwambia siku kadhaa. Ni wakati gani mwanzo wa kuomba deni? Ni wakati upi wa kuomba deni? Maana watu wengine anaombwa deni asubuhi, anasema yaani unaamkia asubuhi kuja kuomba deni. Wewe ni mtu aina gani? Deni aliombwa asubuhi, unakuja kuamsha mtu kumomba deni la kwako. Msikilizaji na mtazamaji, kama umeombwa pesa, uko na deni ya mtu, amekataa kukulipa, amekataa na kuhepa, anakwepa na kuambia nilikuwa nimeenda biashara kule Tanzania, mali yangu imeshikwa na polisi. Kumbe yuko kimvunguni mwa kitanda chake. Anasema kwamba nilikuwa nimeenda mali fulani. Unafaa kufanya vipi kuhakikisha kwamba yule jamaa ama yule mtu ambaye umemkopesha anakulipa?
wengine wanasema anaenda na beba vyombo kwa nyumba yake. Lakini yote 9-10 yote ni kwenye gazeti la Taifa Leo kurasa wa 14 na 15, 15 na 16 ni kuhusiana na sport, na tulivyosema COVID-19 pamoja na joto kali kule Tokyo Japan ni kama litafanya zile mbio ambazo zinafanyika kule kuanzia kesho ama kesho kutoke tarehe 22 nafikiri. Ni kama wale wanasport watakuwa na shida sana. Kumbuka kuna baadhi ya wengine ambao walipatwa na virusi vya COVID-19 so wako karantini. Sijui kama watashiriki kwenye hizo mbio ama bado. Yote hayo utasoma kwenye gazeti la Taifa Leo. Nimekuwa wako Masiontina, na shukuru sana kwa kuwa ndani ya mpango wa leo magazetini. Kabla hatujangoka tuende kwingine kule kwenye Anza na Bwana tukamilishe mpango, sijui una la kusema la mwisho? Sina la kusema, ila nawatakia siku njema. Tukutane majira ya jioni pale Riko Sawa kuanzia saa 9. Hiyo ni jioni ama ni alasiri? Alasiri. Naam, ili tuweze kujijuza mengi zaidi na kubambika. Wajua Riko Sawa ni ya mdundo, unaomba kibao kile unachokihitaji. Ndio hivyo. Hadi hapo kesho vile vile kwenye AJR magazetini, mimi ni Edwin Mokaa. Kwaheri. Kikeragara otosirebosa abana bago nibo tukwerera tukweumya twebo ile chiguni Yesu tororere amavera amamochaito hatwatananire naye amasabaito abeire lyugibosibwawo omwana Daudi tororera amavera Yesu twabere Samarieta ni ngoro kwa deno mpole nyagoteta materane na bokwenda se YouTube channel yane indo sajide no mpole amaterane na arororo nyasawe meganda tigago seseni mono. Asante sana radio yetu ya Global Radio asega sengia